tumepewa ujumbe na Yesu mwenyewe, na ujumbe ni ujumbe wa kutafakari, na ujumbe ni ujumbe wa kushika. Wana wa Mungu, kanisa la Bwana AIC na hata makanisa yote ya kiinjili, niseme kama alivyosema mtumishi wa Mungu Daudi. Alisema, heri mtu yule asiyeenda katika shauri la wasio haki, bali tena hakukaa wala kuketi, hakusimama wala kuketi katikati ya baraza la wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo anayoitafakari. Wakati gani? Mchana na usiku, wakati wote unatafakari neno la Bwana. Wengine wamekuwa wadhaifu wa kutafakari neno la Bwana. Leo hii unakuta wengi wana simu hizi ambazo tunaita simu janja, na wamepakua mambo mengine mengi, lakini Biblia haimo mle ndani, au kuna Biblia lakini ule muda wa kuisoma haupo. Lakini pia pamoja na hayo, kuna wengine wanasoma lakini wanasoma kwa kurashiwa, waondoke tu wamalize muda huo. Sasa Daudi aliongeza akasema, Zaburi ya 119 na ule mstari wa 11, neno lako Bwana nimeliweka moyoni mwangu. Kwa nini? Ili nisije nikakutenda dhambi. Kama neno la Bwana limekaa kwangu, maana yake siwezi kumtenda Mungu dhambi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, leo hii mnaohitimu, mmepewa ujumbe na Yesu mwenyewe. Mmefundishwa na walimu walioitwa, waliopewa ujumbe, mkakabidhiwa kama mbio za relay, kwamba na wewe ukakabidhi wengine. Timotheo ya pili sura ya 2 na ule mstari wa 2, kwamba kama ulivyosikia kwangu nikikufundisha, basi ni hivyo hivyo kawafundishe na wengine walio waaminifu, ambao na wao watafundisha wengine. Leo hii ninapenda kusema na familia. Tuna familia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Familia tunazo hapa. Ninyi akina baba, ninyi akina mama, na hata na ninyi mnaokaa katika hiyo familia. Tunasoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6, maneno ambayo Mungu alipenda wayapokee watu wote. Aliona ni muhimu sana kurithisha watoto. Akasema, unapokaa katika nyumba yako, ongea na hao watoto. Katika nyumba yako, mapambo gani umeyaweka mle ndani? Unajua kuna watu wengine wameweka akina bongoman, akuta kwenye nyumba imejaa hao, lakini aya hazimo. Lakini anasema kwenye miimo, kwenye milango, na hata kwenye mikono, na hata anapotembea, neno la Bwana liendelee kusema. Kwa hiyo sisi siku ya leo, jambo ambalo Yesu angelipenda kulifanya kwako, angelipenda kuliona kwako, ni kwamba nimebeba ujumbe gani? Ama nimebeba ujumbe wa manong'ono na masengenyo tu ya wengine, ama nimebeba ule ujumbe wa kupatanisha, ule ujumbe wa kujenga, ule ujumbe wa kubariki wengine, ule ujumbe wa kusaidia wengine, au nimebeba ujumbe wa malalamiko tu? Kitabu cha Hesabu sura ya 21 na ule mstari wa 9 na kuendelea, anzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 9, tunaona changamoto na matokeo ya kulalamika. Ile hali ya kuacha ujumbe wa Bwana na kuanza kulalamika tu. Unajua Bwana, hawa wanatuonea sana. Unajua, sasa wakaanza kumlalamikia Musa, na wakamlalamikia na Mungu ambaye amemtuma Musa, na Mungu akakasirika, maana walichokuwa wanalalamikia ni kitu kidogo. Eti wamekithiwa na chakula ambacho walikuwa wanapokea, ile maana chakula kile wanasema tupate na chakula kingine. Sasa wewe Musa, naona mnatutaabisha jangwani tu. Yaani nafikia sehemu hata na sisi watumishi wa Mungu tunaenda kwenye utumishi, badala ya kumtumikia Bwana tunaanza kumlalamikia askofu, tunaanza kumlalamikia mchungaji, mwenyekiti wa jimbo, tunaanza sijui kumlalamikia mchungaji wa pastoreti. Tunasahau ni nani aliyetuweka mahala alipotuweka. Na pia mbaya zaidi, kama walivyoenda wana wa Israeli, wakaanza kumlalamikia na Mungu, wanamlaumu. Unajua alichokifanya? Kaleta manyoka ya sumu.
kaanza kuangata, na aliyeumwa yule nyoka wa sumu alikufa. Na ndipo wakaanza kulalama tena, Musa utuhurumie, utusamehe, tuombee kwa Mungu, tumetenda dhambi. Musa alivyokuwa mpole na mtaratibu, basi akamwendea Mungu, akamwambia Mungu, asema tengeneza tu kitu kingine, tuone utiifu wao, tengeneza nyoka wa shaba. Kuna wengine wasema, Musa unatutengenezea sanamu, mimi siwezi kulitazama. Aling'atwa na nyoka na akafa. Na angalia kilichotokea kwa Yesu. Amekuja kunukuu maneno hayo Yohana ile sura ya 3 ule mstari wa 14 na 15, akasema kama vile Musa alivyoweka nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo na Mwana wa Adamu hana budi kutundikwa, ili kila atakayemtazama aokoke, apate uzima wa milele. Kuna watu ambao leo hii wanakataa kumtazama Yesu, wanakataa kumwamini Yesu, na wengine wanabeza wanasema siwezi kumwamini aliyekufa, na wengine wanabeza wanasema siwezi kumwamini mwana, labda yule baba, na wengine wanasema haiwezekani Mungu akawa na mwana. Yani wanabeza kwa maneno mengi. Lakini Yesu alipokuwa anasema na wale aliokuwa anasema, alipokuwa anasema na Nikodemo, akamwambia ya kwamba ni kama jinsi tu Musa alivyoweka yule nyoka wa shaba jangwani, na ili kila yule aliyemtazama alipona, na ndivyo ambavyo waliendelea kuishi. Vivyo hivyo leo hii, yeye atakayemtazama Yesu mwana wa Mungu, yeye atapona. Atakayemwamini Yesu mwana wa Mungu atapona. Wewe ukiwa umemwamini Yesu mwana wa Mungu umepona. Kuna wengine hapa hawajamwamini Yesu mwana wa Mungu. Ninawahurumia. Kwa nini? Kwa sababu huu ndio ujumbe wa pekee ambao unasema mahala hapa. Yesu akasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza. Manake hakuna kuchambua, hakuna kubagua, hakuna kuacha. Unapita, yule ni adui yangu, unapita unaenda. Angalia kilichotokea kwa kanisa la kwanza. Walifanya kisanga hicho. Matendo ya Mitume sura ya 11. Soma kuanzia ule mstari wa 19 na kuenda mpaka 21. Walipotawanywa kwa sababu ya ile dhiki, ile adha ya Yerusalemu, wakati Stefano akipondwa mawe na kufa, wakatawanyika. Wengine wakaenda Kipro, wengine wakaenda popote walipoenda. La, kuna watu ambao walienda wanafanya kaujanja kao, wanatazama kwamba huyu ni ndugu yangu, ndo anamshirikisha habari njema. Anaondoka anaenda, huyu ni ndugu yangu, anamshirikisha habari njema. Lakini Biblia inasema kuna baadhi yao ambao walienda kuwashirikisha habari njema watu wa Kiyunani, na Biblia inasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yao. Mkono wa Bwana upo juu ya yule asiyependelea mtu, ambaye anapeleka ujumbe sawa sana ambavyo Bwana amesema, mimi nimekuja kwa ajili ya watu wote. Anasema kwamba hapendi hata mmoja apotee, bali wote wafikirie toba. Kwa hiyo tumepewa ujumbe. Lakini jambo lingine ambalo naliona hapa ni kwamba yeye aliyetupatia ujumbe ametupatia pia na mamlaka. Nashukuru sana kwa ushuhuda wa Agnes. Amesema vizuri sana hapa. Yaani Yesu ni kwamba alipomtokea kwamba alikuwa anatamani watumishi wamuombe, na hata walipoanza kukimbia wengine, lakini Bwana mwenyewe akasema naye kwamba mtazame Bwana, na ndiye aliyemuokoa. Yeye anasema nimepewa mamlaka juu wapi na wapi, na kwa hiyo enendeni. Maana haanzi enendeni, anasema mamlaka ninayewatuma, nina mamlaka. Tumetumwa na mwenye mamlaka. Tusiende kwa udhaifu, tusiende kwa hofu, tusiende kwa oga, maana aliyetutuma ni mwenye mamlaka. Ni jambo ambalo ni la muhimu sana. Ametupatia ujumbe, lakini pia na mamlaka tunayo ya kusema huo ujumbe, ya kufikisha huo ujumbe. Lakini wakati mwingine tunakuwa waoga, tunakuwa katika hali ya udhaifu. Mtumishi wa Mungu Timotheo akaambiwa na Paulo, mtu yeyote yule asidharau ujana wako. Maana kuna watu ambao wanadharau watumishi eti kwa sababu eti umri wako ukoje? Huwezi ukanifundisha wewe. Mimi nilifundishwa na kina fulani, anza kuwataja wengi. Hata kuna siku moja nilienda sehemu nikiwa mwanafunzi NASA Theological College pale kipindi kile. Sasa nimeenda, ilikuwa ni huko Mwanza, sitataja kanisa. Inawezekana ukamfuatilia huyo mtu.
Tukawa tumemaliza maombi ya Jumatano, yeye akaja amechelewa. Tukawa anasema, anauliza kwani mmefundisha juu ya nini? Yeye akasema nikasema tulikuwa tunajifunza habari ya Yohana sura ya 3. Hayo ninayajua sana. Hayo ninayajua sana. Kuna watu ambao wanayajua sana na hawataki kwenda kanisani maana wanajua sana. Hawataki kwenda kufundishwa maana wanajua sana. Utabaki na kujua sana, na mwisho wa siku ni hatari sana.